Habari, natumaini uko salama na siku ya leo tutaenda kuzungumzia kuhusu UTI. UTI ni ugonjwa wa maambukizi katika mfumo wa mkojo ambapo maambukizi haya husababishwa na bakteria, fungus ama virus. Mfumo wa mkojo una majukumu kama vile kusafisha damu na kuondoa sumu mwilini, kudhibiti usawa wa madini mwilini, kutengeneza homoni muhimu na kusaidia kudhibiti shinikizo la damu. Vivyo hivyo mfumo huu huundwa na figo, ureta, kibofu cha mkojo na urethra. Dalili ambazo zitatokea kwa mgonjwa mwenye UTI ni kama vile kukojoa mara kwa mara, kupata mkojo wenye maumivu, pia kupata maumivu ya misuli na tumbo, maumivu ya mgongo au maumivu ya kwenye mbavu, kichefuchefu na kutapika, kushikwa na hamu ya kukojoa ila mkojo unatoka kidogo. Pia mgonjwa wa UTI atakojoa mkojo wenye harufu mbaya na uliobadilika rangi, aidha nyeusi au rangi ya mawingu. Na dalili hatari zitakazotokea kwa mgonjwa wa UTI ni kama vile homa ya juu, kutetemeka, mkojo wenye damu, maumivu makali ya mgongo na kutapika kwa kiwango cha juu. Lakini pia watu ambao wako hatarini zaidi kupata ugonjwa huu ni kama vile watu wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na wanawake, wajawazito, watu wenye kisukari na watu wenye mfumo dhaifu wa kinga mwilini. Na jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu ni kama vile kunywa maji mengi, kukojoa mara kwa mara bila kuchelewa, kujisafisha vizuri sehemu za siri, kuvaa nguo za ndani za pamba na zisizobana, pia kujitahidi kukojoa baada tu ya kujamiiana na kula vyakula vyenye probiotics. Athari ambazo zitatokea kwa mgonjwa wa UTI ambapo hatopata tiba kikamilifu ni kama vile kupata uharibifu wa figo wa kudumu, kuhitaji dialysis, uzazi wa watoto wenye uzito mdogo na kuzaa kabla ya wakati, na pia kupata sumu katika damu yani sepsis au matatizo ya moyo. Dalili za UTI hazitakiwi kupuuzwa. Kama una dalili hizo, usipoteze muda. Wasiliana na daktari kwa ajili ya kupata matibabu, uchunguzi ili kuepuka madhara yanayosababishwa na tatizo hili.